Ni jambo ya muhimu sana wakati tunaendelea na uchaguzi. Hatutaki kuona sasa watu wamekufa katika uchaguzi. Hatutaki kuona watu wameumia katika uchaguzi. Tunataka watu ukimaliza kupiga kura enda nyumbani, kura yako itambaki ikiongea. Na wale ambao mnasimamia amani, msiue watu, maana mkiua kura hiyo ni kura imepotea. Na huyu ni mtu ambaye angefanya mtu mwingine mzuri aingie katika uongozi. Kwa hivyo msiue watu, msiumize watu, wacheni watu wapige kura. Na ninyi watu, vita hii si vita ya mikono na si vita ya mabunduki na nini, ni vita ya kadi yako ya kura. Kwa hivyo saa hii ninyi ambao mkweni kutapigwa kura, mungekuwa mnaongea mkipiga raini ya kuchukua kura yenu, lakini si kutembea huko mpewe hiki na kile na hauna kura mfukoni. Tafadhali chukua kura, ndio sasa ufanye kile kinahitajika. Yaani siasa ama kuchaguliwa kwa njia isiyofuata utaratibu, watu kuwekewa watu, uibaji wa kura na mambo ya aina hiyo inangandamiza demokrasia. Judicial deaths zimetokea mara nyingi katika East Africa, na viongozi kama viongozi wa AU unaona they compromise. Sijui anakataa kwa nini. Niliona wakati wa Tanzania ni kama alipendekeza ya kwamba uchaguzi uliendelea vizuri. Hali tunajua hata kuna watu wa nchi zingine kama Kenya waliuawa Tanzania, na hawakuuawa kwa sababu ni wa Kenya, maana hata wa Tanzania wenyewe waliuawa. Na mpaka sasa kuna watu ambao hawajulikani mahali wako, including some foreign citizens. Na hiyo ni jambo ambalo inaudhi sana na haistahili kutajwa kwa nchi ambayo ina miaka 50 tangu ipokee uhuru. Chamondoni makonetie utetini kana seneta wa Embu Alexander Mundigi ni wakule Kalimambere North maumanwe na nduthi cionthe ile itona kwetekao mbewo sakwani munini ula ukatwa iwa wakana amatuko miongweli na muonza na maikwata kuoko muteti ulo kwetomba unisilikali kwa namba nene unguwa chama cha UDA Leonard Muthende ainena nandike mama uvo Mundigi nuelisi vata wa uu ayelesia vinya wa Mbere North windhini wa umwe wa NND inditi mauvo makonetie uteti. Mundigi nginu kulilenza mayo nyuvani na mivaka IBC kusakwa muteti ula wisilikali ayasya ko ni kumwikia vinya munini wa President Kithure Kindiki aende kuitisia kisioki maende yokuma kwe President Meshak David nukutuelesea. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mundigi ni wa makuli ya NND Mbere North webathana nduthi kavinda kaki liombunge kiki endese siasa sia usakwani munini ainena nandike mama uvo seneta uno wathingilile bata wa mouo aimalilikania NND kana usakwani ukano kathela indi mbaindi thela na kumakulia kwithwa na mouo kavinda ka siasa isi ukite kuthela. Ningeomba watu wa Mbere North msikumbali kupiganishwa na wale watu wametoka nje, kwa sababu mirengo ni mbili na mirengo ambayo wa serikali hatuna vita. Mimi niko mrengo wa serikali kwa sababu hii siasa ambayo iko ni by election. Hakuna mambo ya vyama, ni mambo ya candidate yule ataweza kufanya kazi kwa kipindi ya miaka 2. Mundigi no makuli ya NND kusakwa Leonard Muthende ula ukukitia kivila kia kwetomba unisilikali yasya kana kiki kathethe savanene maendeleo kukwatikana kiliombunge niki aiweta vai maendeleo mesa ukwatikana ngaliko ya ulei. Ningeomba watu wanjitokeshe waweze kuchagua Leonard Muthende ama leo ndio tuweze kupata hiyo maendeleo kwa hii kipindi. Mkifanya hivyo mtakuwa mmetusaidia. Na kwa sababu mimi ni kiseneta, mkifanya hivyo mkiwa watu wa Mbere mtakuwa mmesaidia Mbere North na Mbere South, Manyata and Runyenje, kwa sababu kuna miradi mingi sana serikali imetuahidi ambayo inaendelea. Tungetaka kupush tukuwe na hiyo MP anaitwa Leo wa Muthende. Aithingilila kana usakwani huu ni wakonenge kiliombunge kimwanya wakwivanga na kukwata mbau agenda sia maendeleo sia serikali.
Agenda yetu nikiwa senator wa Embu County ile nafanya niwe kwa mlengo wa serikali. Kuna kazi ambaye haijamalizika ambayo serikali imeahidi sisi, mambo ya stima katika mashinani na mambo ya parapara katika mashinani na pia mambo ya pesa ambaye ni ambassador ya CDF ambaye mwananchi aweze kupata zile pesa na pia mambo ya afya na vitu zingine. Uneni wake nwa kwa tomba uni MCA wa kaunti ya Nyandarua Stephen Murithi ulawa mutola muti ulawa ye munini wa President Rigathi Gachagua nondo wa kumenda inende kukwata mbao ulei aivudhise ukulyo yesa kana ulei ndo na utede kwa lako mwenende na kumenda inende yako sakuwa maendeleo vandu vasarakasi siasa. Ambalo tu ningependa kuhimiza Wakenya wenzangu na especially wakaaji wa Mbeere North. Yule mtu ambaye amekuja hapa kwenyu alikuwa impeached kama deputy president wa Kenya. Na amekuja hapa kwenyu na uongo mwingi sana. Sasa anakuja kudanganya watu hapa Mbeere watoke kwa serikali waende opposition. Ningependa kuhimiza watu wa hapa Mbeere tuchague Leo wa Muthende endelee kufanya ile kazi ambayo Waziri Roko alikuwa ameanza pale awali na endeleshe hiyo kazi ambayo serikali inafanya hapa Mbeere North. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV Nieto Meshak Nzee wa David ne movia mondwe Meshak David nondo wako tumbanisia Mauvo asuna inde ni mama utoto andhini uodhio mo museisa mwendo ni tusiokethetie ndukathi basa. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia. Ilawe upanda kendo. Omana kumana soko ya kuneva. Niwa ilemba kumana wethi kote yao. Kwambi ya kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya. Ivangenge wani andawa. Mumiagu ibinda tila dalite kunanda we ibinda tila yalite. Uimi wenda masabu. Na avocado ino si survive ya na mbuga ye kana nungidhasia. Most of the time kondi ngidhasia munango. Niniunga metio munda nezokezera kihuba yongenda. Wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wena inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kwake baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno jasi ya wasa wa ng'ombe mwongo to wasije teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimete tundo tuini na ukitha kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwemi atakwata soko nze loko ketha mwemi ena mayu 10 ena masungwa 5 ena yembe nyongwele na yuwa sisia usutu weta wemi wocha nikenda mbuyu setha ni onenga profit mwingi waita mwingi wali tekwikana na yata boy wairo media yuta kumagera inu wairo gaija ibinda myaka ele boida myaka ele ya ndo kuna baida museo muno kila wakatatu na ndatika miongo na cia mawiyo twithiuka kila kona kukwetie aimi kibathukanio tika masa makanyua tika mana uimi umabinduithite maisha hata kwisa nesa ni siana ni kalana sio itea sia isiana isu isoma nesa na siesa nesa kwisa langu ku tika kwata utao kuma kwa muimi tikewa wasia wa muimi winake Stephen Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kuma ivindea kwa mbate kibebelo chambatwa ni Mutongoi Kisoi Munyao miaka ya nakuu ivinda yingi ya mbai ya kwa mbate kibebelo tuthingine usumbini nivikie andu mamumbuni North ila yukamba wa masaku o yuko wasia umwi ni mawetie kana kura sia kibila cha MCA mumbuni North Menenge Anthony Kisoi. Yes, Anthony Kisoi wa chama cha Wiper. Niko kweli andu maitu kwa ndaya mumbuni North kibila kiwa Wiper Patriotic Front ikaimokiosa hiyo na Gachagua na anatembea na Matiangi na Umealange Masiyuka Lonzo iwe mwe kibila kia ward
na wewe ndio tuka president wa Kenya. Kura kwa Anthony Kisoi ni kura ya kunenge mpai ya Mukamba ndaya na kura ni mpai ya Mukamba yana kwa yana ye ungu wa Kalonzo wa Musyoka Mutongoi waitu wa chama cha Wiper na akamba onthe nimeyomba nitikosa usumbi baitu anduma Mukamba anduma Mumbude North musa kwa mundu kuelewa kila Kenya yende na mundu tono support sana situ na tungame katika tinundu ase maitu. Kura kwa Anthony Kisoi wa Wiper ni kura kwa mpai ya Mukamba mbaitu kamwene keta wakaketeka na ka ni kaito tunenge mwana witu Kisoi nondo nye oyo matambiala we na mama usemba ba Mungu mwana wasemba na ndili baba disemba na ndili na mutuma onagamwita ngamutuma male 10 weno anoa. Anthony Kisoi muyumbe ulaukite MCA Mumbuni North kwa chama cha Wiper. Wiper Patriotic Front, komboa Kenya. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauikala wakwambililia matuko miongole na ana mawio 11 makindu Skygo Shops kungedhanisi na Mumbuni Driving School kuthengeania na Total Petrol Station wakili matuko miongole na 5 tuikadhonzweni Windy Shakers itina Wangomene Hotel nuka namba 3 kungedhanisi na Kilome Hotel wakatatu matuko miongole 6 matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matani sioni machangwa si na Kilele wakana matuko miongole ya Mwanza tuikibwezi kuthengenia na Tumaini Clinic kwa Chula Hospitali wakatano matuko miongole ya 8 wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikeloni Wamboka na wathanthatu matuku miongwelea kenda tuikambuti na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mawabombe ange tuthoke mawabisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Mosesha mwendo anitu asiokethia avane Mutongoi TV na oyo ni vilingi wa mauvo. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni watungithia ndeto cia President Ruto cia kanangaliko yoli ndi na agenda aiweta kana agenda yambe ni kumutwikithia musumbi wa term umwe ni waelesekana vaiwu ya Ruto wikite vanthi ya Kenya ikakuongela ndivisi ya koti kindu kila kiende na kunyamasia a Kenya ni waweta ondo Vice Chairman wa nzama ya IEBC Faima Abdalla ulikili ilo kuni wa kura wa Magarini na vala wamenda tongo imanzama ya IEBC kuungamia sesoye mo ene ndini wa ugwo no kana akuni makula medhiwe na mwekeo nayo. Nchi amewachiwa na Uhuru Kenyatta mwaka 3 ameharibu kila kitu. Alipokuchukua serikali kutoka kwa Uhuru Kenyatta kulikuwa na leader mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujisaidia. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kulikuwa na help ya kusaidia watoto ya university wapate nauli ya kusoma. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Uhuru wa Kenyatta kulikuwa na NHIF ilikuwa anafanya kazi, akaleta mnyama anaitwa SHA. Hakuna mtu anaelewa hiyo ni mnyama gani, haifanyi kazi. Katika Narok, katika Kajiado, katika Samburu hakuna hata development hata moja amefanya. Sasa kwenda pale bure kudanganya wa Kenya ati kuna mambo atafanya ati akipewa nafasi ati Kenya ikuwe kama Singapore. Kila mtu anajua ni uongo. Na ndio sisi hatushughuliki. Agenda yetu ya kwanza ni kumtoa. Tukimtoa tufufue uchumi. Turekebishe masomo tuliwachiwa na Mwai Kibaki. Ameharibu. Masomo ya Mwai Kibaki ilikuwa ya bure. Uhuru Kenyatta Kibaki aliweka ya primary ikuwe ya bure, Uhuru akaweka ya secondary. Sasa January secondary imerudishwa, watu watalipa. Tunataka turudishe masomo ya primary na ya secondary ikuwe free. Tunataka turudishe NHIF, we reform ikuwe inasaidia wa Kenya. Hii housing amelete tunataka tuifike marufuku. Watu warudishiwe pesa yao kwa payslip. Hizo manyumba yote tupatie serikali za county, waokote kodi,
tulegeshee ile watu wote walikatwa pesa yao. Tuko na ajenda ya kurekebisha Kenya. Lakini ndio hiyo ajenda ifaulu, lazima Ruto aondoke. Hiyo ndio kitu. Ndio ana shida akilalamika tunasema one term. Sijui Kasongo. Hiyo hataki kusikia hiyo kwa sababu hiyo ndio inamuuma. Unajua hii Kenya nimetembea kila pahali. Ana shida akiongea mambo ya ukabila. Kuna kabila mpya imekuja Kenya. One new tribe inaitwa one term. Na iko kila pahali. Hiyo kabila inaitwa one term. It is everywhere in the country. Na hakuna pahali jamaa anaweza potea. Lazima ataenda. So ile hata hofu yetu ni kwamba by the time anaenda atakuwa amemaliza nchi. Kupora nchi. Pesa inaibiwa ya masomo, ya hospitali inapatiwa huyu Kindiki. Anazunguka na ndege na pesa akisunguka. Kama hapo Bere ametumia more than 600 million. Hapo Narok kwa hii by election na ni kadogo wametumia 100 million. Watu wanapewa 10,000, 5,000. Hata change Narok town hakuna. Kila mtu wako na 1,000 watu wanakosa change. Sasa hata wale wanauza chai nasema ukilipa 1,000 hakuna change kunywa chai kwende. Because there is too much money in circulation. Hii pesa si ya Ruto. Mshahara yake ni shilingi milioni 1.5. Kila weekend anatoa milioni 100 kwa kanisa, anatoa hiyo pesa. Huyu Kindiki salary yake ni 1 million. Kila siku anatumia 10 million. Hiyo ni pesa ya wizi. Mimi nikisema namna hiyo anasema mimi natukanana. Amuika kauntini ya Mombasa ni makulwa kuikonia na milati kivathukanio ya kimaendeleo isione ni kanako kitana notume iwanda wasya kumila na mituo itailete kuna na Fatima Barayana na ulani mwene kivila wa kikundi cha Youth Fund nukuweta kana amuika ni mailite kweyumilia kwa sailovia hii na kwambia milati ya kweyukilia kiukwati ubi ukakavindani kala wakwatiani ane kundi mweja amuika na ala aingimo maekete mituo mithuku na kwambia milati kivathukanio taya utei wa makoyo makundi makumatethesia enendi na milati ya kuthesia isio si kivathukanio kauntini isu. Nimekuwa nikishirikiana nao kwa sababu nimefurahishwa zaidi. Hawa vijana walikuwa wanatumia miadarati lakini wamereform kupitia patron wao. Tumekuwa na sessions kadhaa kuwasaidia kwa upande wa uchumi, na hivi leo nikisimama hapa niko very proud ya hawa vijana. Wanafanya kazi za delivery, wanafanya kazi za saloon, kuna wengine pia ni wavuvi. Na hili si kundi la vijana peke yake ambalo Mombasa tumelisupport, yako mengi sana, lakini yangu ni kuwahimiza vijana kwamba wasikae maskani wakatumia miadarati, wajihusishe na masuala ya kijamii kama usafi, kama kufanya biashara ndogo ndogo, kama kuenda kusaidia wazee na watu wengine huko mitaani. Na yangu kusema hivyo ni kwamba vijana wa Mombasa, niko hapa kwa ajili yenu. Muniite, nitaitika. Kwamba wamewacha, kwamba nimesikia kuna hii initiative ya kwamba wameacha drugs, wengine wametoka mtaani wakakuja ili kwamba waungane kufanya kama usafi katika miji yetu. Hili ni jambo zuri sana, na hili ndio jambo ambalo lingeungwa mkono na viongozi wetu kuwapatia motisha hawa vijana, na haswa pia wakati mwingine kama viongozi wanachagua watu wa kufanya kazi, kama pia wafanyikazi mfano wa county vile, kama wangekuwa wanajaza watu, ingekuwa vijana kama hawa ambao tumeona exercise. Maana mimi ni chairman wa Mvita Majengo sokoni hapa, nimeona tumekuja wametusaidia, tumefanya usafi nje na ndani. So vijana kama hawa ingekuwa ni vizuri kama pia wanakuwa considered. Wakati watu wanaajiriwa, vijana kama wanapewa first priority, ingekuwa vizuri sana. Pili, ningeomba kupeana challenge kwa viongozi ambao wako kwenye kiti. Viongozi tumeandikia barua lakini hakuna hata mmoja aliyotujibu, bali tumeshikwa mikono na wale viongozi ambao hawajapata viti. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa viongozi wote waliotuunga sisi mkono vijana kwa kutupatia vifaa, reflectors. Tunashukuru sana.